Burundi na mataifa mengine tuweze kuombea taifa la Tanzania, kwa sababu taifa la Tanzania na taifa la Kenya ni mataifa mawili yaliyochaguliwa na Mungu. Lakini kama nabii ninaweza kuona kwamba mwelekeo wa taifa la Tanzania kwa wakati huu hauko sawa kwenye ramani ya kiroho. Kwa hiyo tutamwombea rais wa taifa la Tanzania na serikali yake ili Mungu wa mbinguni aweze kuwapatia mwelekeo ulio sahihi. Na nimshauri rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kama mchungaji, japo ziko kwa taifa lako, lakini ningependa kukushauri na kwa heshima kuu kwamba mwelekeo au namna unavyoongoza taifa itakuwa bora iwapo utabadilisha njia hiyo kwa haraka, kwa kuliokoa taifa la Tanzania. Iwapo unalipenda, ni mara yako ya kwanza kutetea kiti cha urais, lakini ushindi haupatikani kwa kuwafunga wapinzani wako. Na mahali ambapo unaelekea Mama Samia kwa kufunga kanisa, inaelewa wewe ni Muislamu na labda haukufundishwa hata kidogo kwamba kanisa ni kitu gani. Nikupe mtasari tu. Kanisa, kama ndugu zangu wachungaji wa Tanzania hawajakwambia, ni waya mbaya sana, na inaweza ikakuangamiza wewe na familia yako milele na msionekane kwa dunia. Kwa hiyo Mama Samia, nakuomba tu kwa heshima kama mchungaji wa Kenya, kile kitendo ulichokifanya ubadili nia yako na mawazo kwa haraka, na kuomba kanisa msamaha mapema. Simaanishi kwamba hautachaguliwa, hata uchaguliwe mara 10. Na unajua duniani kuna mambo huwezi ukayazuia. Wanasema Waingereza, you cannot stop an idea whose time has come. Ni kama mimba ikishafikisha miezi 9, hata ushone ama uzuie kwa njia gani, mtoto atazaliwa. Iwe ni kwa barabara, iwe ni hospitali, iwe ni nyumbani. Yani hakuna utakachofanya kuzuia mtoto asizaliwe. Na nimewasikia wabunge wa Tanzania wengine wakisema Kenya imeharibika, sio kama Tanzania, kwamba Tanzania sisi tunafundisha vijana wetu maadili bora na tuko afadhali. Niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, maneno yenu sisi tunasoma kwa Kiswahili hapa. Mnasema mgema hakisifiwa, tembo ulitia maji. Iwapo mnaona Kenya kuna mahali hatuko sawa, usiseme kwamba sisi tumetopoka, tumeroboka, sijui tuko namna gani. Ninyi ndio mlisema kwamba ukiona mwenzako ananyolewa, chako kitie maji. Lakini ni washauri kwa sababu ya upendo. Msemo wenu wa Tanzania unasema hivi: usipoziba ufa utachenga ukuta. Ndugu zangu wa Tanzania, mliombee taifa lenu, muombee kiongozi wenu wa sasa. Lakini kwa kumalizia, ushauri wangu wa kinabii ni kwamba you cannot stop an idea whose time has come. Hautazuia wazo ambalo wakati wake umetimia. Kwa hiyo mama, wacha kupigana, haitakufaidi chochote. Wapinzani si wauaji. Wapinzani ni watu wako pale kwa muda kukusaidia jicho lako lione mwelekeo ambao haungeweza kuona, uweze kuona mtazamo ambao haungeweza kuona. Lakini kwa swala la kanisa, jiepushe na uogope sana. Jiepushe na uogope sana. Huyu Mungu wetu
wa kuongea kwa ndimi huyo ambaye mnamuita Masandara. Kwa sasa anajifanya aoni na amenyamaza. Lakini huyu Mungu wetu ni hatari. Mungu ambaye anatuonyesha yanayokuja kutokea na yanatokea vivyo hivyo. Miaka 3 iliyopita huyu Mungu aliniambia, naongea na Watanzania wataangalia kwa YouTube yangu, miaka 2 ama 3 iliyopita, Mungu aliniambia, alinipa maono akaniambia angalia Ikulu ya Tanzania, ndani yake nikaona hekalu. Nikamuuliza Mungu, na niliweka kwenye mtandao miaka 2 ama 3 hapo iliyopita. Nikauliza Mungu, kwa nini umenionyesha kwamba Ikulu ya Tanzania inaro hekalu ili hali unajua kiongozi wake ni Muislamu? Ungenionyesha Ikulu ikiwa na msikiti. Akaniambia kuna wakati unakuja, taifa la Tanzania litakuwa na kiongozi ambaye atakuwa ni mtu ana ufahamu wa kuhubiri na ana Roho Mtakatifu ndani yake na ana mwelekeo wa kiungu. Lakini huyo atakayekuja kwa Watanzania, iwe ni kesho au ni kesho kutwa, huyo atakayekuja kwa taifa la Tanzania ndiye atakayelipeleka taifa la Tanzania to the next level. Mama tu mimi ninamshauri kwa sababu ya maisha yake na familia yake, ajiepushe kabisa na madharau juu ya kanisa na swala la kufunga kanisa. Unaweza ukafunga usajili lakini hautamfunga Roho Mtakatifu. Ataingia kwa boma yako na atakukoroga namna hujawaiona. Unless kama mama angependa kufanya testing aone kama ni kweli, lakini achukue ushauri wangu utamfaa. Na Mungu wa mbinguni abariki taifa la Tanzania kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.